Mambo wazee, naitwa Onesmo, editokutizia hapa. Nataka tupige story kidogo kuhusiana na hichi kidubuasha kinachoitwa amani. Amani umekuwa kama wimbo wa taifa kwa wakati huu. Kila kiongozi anayesimama anazungumza amani. Tuilinde amani, tuipiganie amani, bla 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 amani. Jana pia nimemsikia Mheshimiwa Rais akisema Tanzania ni kitovu cha amani. Kila nikisikia mahubiri kuna maswali mawili huwa yananijia kichwani. Kila mara nikisikia mahubiri haya maswali lazima yanijie kichwani. Namba moja, amani ni nini? Right? Amani ni kitu gani hasa? Lakini swali la pili ni kwa nini kila mara wanaozungumza kuhusu amani ni watu wa kaliba fulani, ni watu wanaojipambanua na kundi fulani. Kwa mfano, mahubiri mengi sana ya amani huwa yanatoka kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, sawa, au kwa watawala, right, viongozi wa serikali, au kwa watu wanaojipambanua na haya makundi. Kwa nini? Ni kwamba watu wengine hawafahamu maana ya amani au inakuwaje? Kwa nini amani ni neno ambalo ni jepesi sana kuzungumzwa na hawa watu? Na kwa nini kila mara panapotokea situation fulani lazima wimbo wa kwanza unaohubiriwa kwenye lipsi zao ni wimbo wa amani? Why? Ni muhimu kujiuliza maswali kwa sababu niliwahi kujifunza kitu kimoja kinachoitwa lore kwa Kiingereza, L-O-R-E, lore. Lore ni knowledge, ni body of knowledge ambayo huwa inakuwa inasambazwa kutoka jamii moja kwenda jamii nyingine kupitia hadithi, kupitia misemo na kupitia mazungumzo tu ya kawaida. Ndio maana tukisikiliza zile nyimbo kama za wakina kama yule bibi alikuwa Zanzibar, alikuwa anaitwa nani? Bibi Kidude. Unasikia kama kuna mafunzo fulani ambao wanakuwa wanatoa. Ni mythical fulani hivi. Anyway, kwa hiyo lore ni ukweli fulani ambao sio lazima uwe ukweli, lakini umeshakuwa ukweli kwa sababu huwa unasambazwa na kupitia mazungumzo, kupitia social exposure. The more you are exposed kwa huo ukweli, the more you accept it as eternal truth, and the less you question it. Kwa sababu kadiri inavyozungumzwa mara kwa mara, ndivyo unavyo internalize kama ukweli halisi. Na kadiri unavyo internalize kama ukweli halisi, ndivyo unavyopunguza uwezekano wa wewe kuhoji ukweli huo. That doesn't mean huo ni ukweli. Okay, so amani ni kitu gani? Amani ni kitu gani? Amani ni moja ya terminologies ambazo ni ngumu kuzielezea. Ni ngumu kutoa tafsiri ya moja kwa moja. Kwa nini? Kwa sababu ni moja ya hayo maneno ambayo tuna take for granted. Yameshasambazwa sana kiasi kwamba you can know it when you see it, but you cannot talk about it. Like you cannot define it. Right? Tupo katika state ya aina hiyo. Lakini tukirudi katika dictionaries, tukajaribu kutafuta maana ya neno amani, peace, utakuta wanaelezea ni state of tranquility. Right? Ni hali ya utulivu. Lakini pia kuna swali jingine linakuja hapa. Nini maana ya utulivu? Na mtu mwenye utulivu yupoje? Ana characteristics za aina gani? Okay? Watu wa conflict resolution, right, science ya conflict resolution, wamegawanya amani katika makundi mawili. Sawa?
kuna kitu wanakiita negative peace au amani hasi, na kuna kitu kingine wanakiita positive peace au amani chanya. Tafsiri yangu sisi. Okay? Negative peace ni ile amani inayotokana na absence of something. Right? Kwamba tunasema kwamba kuna amani kwa sababu hakuna violence, hakuna vita, hakuna kuuana, hakuna kumwaga damu. Hiyo ndo tafsiri ya amani negative. Absence of something. Kutokuwepo hali fulani ya vurugu. Sawa? Hiyo ndo tafsiri ya negative peace. Lakini hiyo ni tafsiri ambayo ipo contingent. Right? Ni tafsiri inayotegemea, kwa sababu ili usiwe na mauaji, ili usiwe na hali fulani turbulent, ni lazima kuwe na conditions fulani zinazoondoa hiyo. Kwa hiyo amani kama absence of ni matokeo ya positive peace ambayo ni presence of. Katika positive peace tunamwangalia mwanadamu akiwa katika juhudi za kufanya mambo fulani, sawa, yatakao muongezea utulivu na kuondoa hali ya machafuko. Sawa? Kwa mfano, maeneo mengi sana ambayo yana vita, yana hali ya kuuana na kumwaga damu na kadhalika, yana hali ya machafuko, hali zile zimesababishwa na absence ya vile components, vile element vya positive peace. Ili watu wawe katika hali ya utulivu, wanahitaji kuwa na uwezo wa kuaccess elimu, right, bila bugdha, ili waweze kudevelop capabilities zao, right, ili waweze kuacquire skills, na baada ya hapo wawe human capital wanaoweza kukua na kuongezeka. Wanahitaji kuwa katika hali fulani ambayo wana uwezo wa kuaccess, sawa, matibabu pale wanapougua, wanakuwa katika mazingira fulani ambayo wana uwezo wa kula vizuri, right, hawana ile hofu ya kukosa chakula kwa mfano, right, wanakuwa katika mazingira fulani ambayo wana uhuru wa kutoa maoni, sawa, wana uhuru wa kuongea, wana uhuru wa kukosoa, wana uhuru wa kuwajibisha viongozi wao na kadhalika. Hiyo ndo positive peace. Sasa pasipo kuwa na hivi vitu, hizi elements zinazotengeneza hali ya utulivu, automatically unapelekea, right, kudisrupt ile negative peace. Kwa sababu kutokuwepo hivi vitu ndo kunachochea hali fulani ya kuleta vurugu, kuleta fujo na kadhalika. Kwa hiyo amani sio absence of violence pekee. Hapana, hii ni tafsiri mbaya. Amani ni presence ya hivi viji-indicator vingine ambavyo vinamchochea mwanadamu kuwa katika hali ya utulivu, ambavyo vinaondoa hizo turbulence, vinaondoa huo upepo mkali unaoweza kuvunja vitu.